Yeah. Niaje. Fiti. Kofiti? Niko fresh. Yeah, so leo nilikuwa nataka tukue na topic ya kuhusu mindset. Mindset. Yeah, so nilikuwa nataka tujiulize kwa nini unafikiria watu wengi, kuna vitu mingi sana sasa ukiangalia my youngsters sasa wana make do sana. But bado ukiangalia kwa society kuna ile denial, bado society haijakubali. Ati my youngsters wanatengeneza do na wanatengeneza do safi. Like inakaa ni kama kuna siri like hata mtu akikwambia na make pesa hivi unaona ni kama kidogo ni uongo. Shida ni kwangu naweza sema shida si yao my youngsters. Shida ni environment yao, kitu ya kwanza. Na environment ina include wazazi, mahali tunaishi hiyo mtaa, kazi kila msee ana interact na yeye na cheki. So my youth hawana shida environment yao. Azini hiyo bringing yenye wamekuwa nayo kutoka watu hii, kuna ile rules wamekuwa nayo, tradition imepitishwa kutoka kwa wazazi, kutoka kwa familia. For example mimi napiganga content. So nilikuwa nimemaliza chuo nikaingia Wera. Kuingia Wera huko Wera nilikuwa na bibu ufala. Sikuwa napenda hiyo environment, yani kukaliwa jumini youth nini kwa rules na cheki. So hiyo kwa nilikuwa na yeye alikuwa bosi sana. Ila alikuwa ndiye kunipea rules, kunifuatilia nini. Maradi ananitafutia manini mashida na niseti kwa mkubwa. So mimi nikaamua hii environment siwezi kaa. Nikaamua kurudi Kejani, ni focus na craft yangu. So madhe kuona hivyo akirika ikaruka. Umeacha job sasa. Sasa kashindwa. Yaani mayuto anatafuta kazi, wewe unaacha kazi. Na vile kazi ni ngumu kupata. Lakini mimi in mind nilikuwa na ile mindset ati si lazima niajiriwe. Yaani si kazi tunatafuta, ni pesa. Ni pesa tunatafuta. Juu hakuna msee atakupea zawadi ati juu uko na kazi. Unacheki kweli. Wewe kuna ile kitu iko ndani yako. Kuna ile kitu unataka kufanya. No, ni hiyo hakuna msee anaweza kufanyia hiyo shit except wewe. So mimi niliamua sitasikiza wasee. Sitasikiza Pero alikuwa anashinda akipata stress nini. Ananiambia nirudi kazi nini. Bado hadi sikuwa nimemaliza kusoma. Nilikuwa na daiku upgrade. So nikaamua nikae tu Kejani. Sasa bado nilikuwa nakaa kwa Pero. So nikaamua nikae Kejani nipige craft yangu. Madhe bado wako wananiaminia. So hiyo nini ilikuwa ngena kupush sana, una feel ni kama maybe kitu yenye unataka kudo inaweza kuja kukusaidia kwa maisha kuliko maybe career. So nilikuwa naingia online, angalia wase wanafanya shit nafanya. Nachikia wase wako na consistency. Wanajituma daily. Na pia kuna results, nacheki. Hadi kama results haikuji immediately, kuna results. Na mimi naamini ukifanya kitu umejiaminia, yani lazima itamake through. Bado uko consistent na usiache, lazima itakam through. Kwa hivyo kitu muhimu sasa ni pale kwa mindset. Ile venye wewe umefanya nini mind yako? Vile tu kuna kitu inaitwa perception. Perception ni zile base beliefs zako. Kuna vile unaishi due to your base beliefs. Na kila msee kuna base beliefs zake different. Na hizo base beliefs zitadetermine reality yako vile itakuwa. So weka unaamini ati kuingia online kutafuta doi ni ngumu, hivyo ndio itakuwa ngumu. Reality itaanza kuletea vitu kuprove you are right. So hata kumaanisha universe na communicate na nini yako. Ina communicate na mind yako. Kuna saying inakuanga Masonic saying. So unajua Freemason wanasemanga as within so without. So mind yako ukiwa na ile
tuseme pale high school kulikuwa na ule youth alikuwa anajua mimi funky lazima tapata deni. Kweli. Ndio boy hadi kuendeaje hadi shule moja ikuje. Lazima atawai. Na maboys kuwe 10 lazima atapata deni. So intention yake akienda pale, hiyo ndio ilikuwa focus. Hiyo ndio focus na atapata, lazima iko hiyo. So na wewe umekaa kwa nini for how long in your content so far kutoka uacha job? Nimekaa for actually nilianza nikiwa job, so it's been about 3 years. 3 years. So far ukiangalia ukikompare na kazi mimi nitakwambia kazi ni scam. Kazi ni scam. Imagine if scenario boss yako akuripe salary tuseme 30k per month. Yeye atoke hapo na mita moja. Is that fair enough? Lakini si unajua ni nini yake? Biashara ni yake. Sikatai biashara ni yake. Lakini wewe uko kwa ground. Tuseme kama wewe ni mwalimu. Mwalimu wako kwa ground, yeye ndo anashautia watoi. Yeye ndo ana deal na wazazi. Yeye ndo ana discipline watoi. Nani ako na more input? Is it the teacher ama mwenye shule? Nani ako na more input? Si ni mwalimu. Ingekuwa fair enough. Kitu ingefanya nisiquit kazi ni hiyo mshahara igawiwe equally. Kenye boss anapata, mwalimu pia apate. Mnagawana na boss. So ushaisikia kitu inaitwa communism. Kuna countries zinaishi na hiyo communism, as in tuseme in an industry kila mtu anapata equal share. According to their input. Hakuna mtu ananyanyaswa, nacheki. Lakini sasa kuja huku Kenya, system inakandamiza. Iko so fucked up, as in boss yako anatoka na. Lakini si unaona hiyo ni narrative imeanza kutoka pale juu, kutoka kwa government. Hata ukiangalia mwananchi, yeye ndiye anaweka leader pale, lakini leader yeye anafanya nini? Anakula zaidi kuliko nini? Kuliko mwananchi. So unataka kumaanisha saa hii ukiambiwa tuseme kama sasa job yenye ulikuwa unafanya, uambiwe sasa urudi, wataongeza mshahara? Siwezi rudi. Mimi nakwambia siwezi rudi. Hiyo pesa na saa hii nilikuwa na work a whole year to earn ndio zipate. Na hiyo pesa ni hata na wiki moja. So niambia hata wewe unaweza rudi? Uwezi. Una make do na wiki moja, do ya mwaka moja, una wiki moja. Mimi hadi sasa hivi compare salary ya boss wangu na kenye naanza hii, niko higher than, hadi niko better than him. Anaweza acha chuo, anaweza acha kazi, anaweza kujia device. Na sasa unafikiria bona ni fear gani, ni nini yuko, ni fear gani kubwa iko na my youth? Like my youth wanaogopa kuacha job sababu sasa si unaona kama wewe maybe ulikuwa kwa situation yenyewe ungeacha ile kazi na bado usihangaike. Sasa imagine kuna youth ako pale, yeye anataka kufanya hiyo kitu. Yes kabisa, naona hii job hainisaidii, lakini sasa hakuna bills. Haya, tuseme kama hiyo nini yako wewe imekutake tuseme kama 3 years kuwork. Sasa kuna youth ako pale anataka hii kitu iwork na imfeed. So hata kama ni mindset anahitaji kufanya nini, so hapo inawakaje? Nakwambia hivi, kuna kitu inaitwa survival mode. Na kuna kitu inaitwa abundance. So survival mode, msee anaishi as in anajituma daily kabisa, anawakadi ile kabisa ndo apate ile kitu. Na kuna ule msee anajiambia kila kitu iko in abundance. Mto haishangi maji. Ushajiuliza? Mto haishangi maji. Ni sahi tu tumeongelea mindset, ndio? So mimi ndakwambia hivi, tafuta the best situation possible yenye utakuwa comfortable nayo. Juu dunia haiko inafaa kuwa maisha ya struggle. Struggle ni sisi tulijiletea si wenyewe. Kwa Bible kuna verse inasema, tutawekea hapo kwa screen. Inasemanga the birds of the air do not toil,
and yet the heavenly Father feeds them. Aren't you greater than they? As in, inamaanisha wewe si uko mkubwa kuliko hizo manyonde ziko huko nje, na zifanyi wera, Mungu atakusahau aje? Lakini zinadishi, na unafanya wera na ziudishi. So mimi ndakwambia hivi, avoid resistance. Naona hiyo struggle, avoid it at all costs. Tuseme ndio ulikuwa sijui hata ulikuwa wapi. Tuseme uko Kayole umechukua keja nini, mimi sijali, rudi kwa mzazi. Tafuta best situation yenye unaweza work in comfortably bila stress. I'm sure ukiput in the work, no matter how the time, ukiput in the work na consistency, ita work out, ita pay off. Kuna sasa tutoke kwa content Kuna ama vijana maybe kwa mindset yao, maybe anataka siku moja kuwa na kampuni like kitu inahitaji capital pia. Na yuko kwa position ya kuweza kufanya nini zile vitu. Mimi ndakwambia hivi, the first man to make TNJ alikuwa na resources. Jibu hiyo swali. Jamaa wa kwanza kutengeneza simu, did he have resources? Simjui. Fanya research. Kila kitu ilitengenezwa from scratch. Hata hii kitu uko hapa ilitengenezwa from scratch. Kuna mtu alitengeneza the first timer. Hii ni clock, si ndio? Kuna mtu alitengeneza the first one na hakuwa na resources. Kenya alifanya, alichukua vitu ziko karibu na yeye. So mimi ndakwa advice hii, usitegemee watu wa kusponsor. Tafuta hizo vitu ziko karibu na wewe, work with them. Kwa hivyo maisha ni mindset. Tunafaa kwanza kukubali nataka hiyo. Na udemand. Udemand. Lakini saa zingine unapata una try vitu lakini zina take long kabla ziwahi. Na unahitaji kudishi, maisha yako pia inaendelea. Sasa hiyo unapata kama vijana, unapata maybe mwingine pia ashaanza family. Mwingine pia unapata sasa maybe alikuwa anaishi hapa kana hivyo, sasa naana mtu huko anaweza rudi mahali sasa aanze nini, so anahitaji kurudi Ocha. Atafute tu mali atatulia. Anafaa kuwa na hii mindset, everything will work out. No matter the situation, everything will work out. Niko sure akiwa na hiyo mindset na amekuwa at peace. Najua kitu ya muhimu ni peace of mind. Akiwa na peace of mind after ameluzia job ama amequit, na jiambie everything will work out. It will work out of nowhere. So ukitaka tuseme kuna kitu unataka kuachieve kwa maisha. Uko job. Na hii job kama tu vile tulisema, unaona kabisa hii job ni kama ikusaidie. Na sasa unataka kuquit, ndio shift from this to this. So unafaa kwanza kuacha kazi, ama ndio unafaa kuacha kazi ndio focus na kitu na nini, ama unafaa ufocus na hii kitu bado ukiwa kazi ndio sasa uweze kushift. So hapo kuna two different types of people. Kuna mwenye ameamua maisha ya kazi ataachana nayo kabisa, na kuna ule ako in comfort ya kufanya kazi. So kama huko kama mali unafanyia kazi sio mali conducive kwako, unaweza tafuta kazi kwingine, but behind the scenes you're still putting in the work in your craft. Kwa hivyo sasa the best way, so tuseme the best way ni kwa don't get me wrong, mimi siambii watu wa quit kazi zao. Siambii watu wa quit kazi zao. Mimi Kenya kuambia avoid your resistance. Your resistance in life ndio inafanyanga watu wateseke. Ushaisikia msee tuseme ako kazi, na huko kwa kazi si conducive, anapoa stress, tuseme anakaliwa na boss, anakaliwa na co-workers. Unapata with time hiyo jamaa ana commit suicide. So akijikaza tu. Akijikaza.
So mimi nakwambia hiyo kazi unaona, see, it's not very important. Kenye iko important ni what's in your heart. Ni nini hiyo inakuvutanga kwa roho? Hiyo ndio important. Hizo vitu zingine hazimata. Nice. So hiyo sasa ni kumaanisha kwa wale mavijana wenye wa believe, kwa wale mavijana wenye wa believe ati kuna maybe kuna vitu watu wanadu na wana make nini, sababu wengi sasa hivi nasikia mavijana wanaambiwa wanadu hizi wanafanya nini, so kuna vitu vijana wanafanya na bado hizi ndo mavijana wana make vitu vingi, si ati ni vitu za kuficha ficha. Kwa hivyo ni kumaanisha sasa, kama tuseme sasa tukiingia kwa maisha ya online, kwa wale mavijana wanafanya vitu na online na nini, so ni kumaanisha inalipa. Yeah, kuna watu wanaitegemea. Kuna watu wanafanya hiyo kazi hiyo, hawategemei kazi nyingine, wanafanya tu hiyo kazi. Na umesema si lazima work hard, like mtu asitegemee ku work hard ndio apate dogo. Si lazima work hard. Lakini kuna mahali pia inasema unafaa kumwaga jasho kwanza ndio upate pesa. So this is what people don't get. As in, hiyo kumwaga jasho imaanishi as in you torture yourself. Unacheki? As in unajituma ile excess. Inamaanisha tuseme you're a musician. Inamaanisha usikae tu chini na ukuwe na hiyo mindset ati I'll be famous nini. You have to put in the work. Unafaa utoe ngoma. Huwezi kaa tu hivi chini na ati Mungu akubless juu because you have a positive mindset. No, you have to put in the work. Haya, nikisema scammers wana work smart lakini hawa work hard, nitakuwa na make mistake. Hapo hujakosea. Actually, I'm in support of the scammers. They're using their mind. Lakini wananyang'anya watu. Hadi kama mimi nakwambia, najua hii dunia there's no right and wrong. The word right and wrong was created by man. There's only, lakini unajua what is right and what is wrong. Unajua what is right and wrong, but mimi nakwambia hii dunia kuna ndani unajua what's right and wrong. Lakini the concept, the idea of right and wrong, ati sijui ukifanya hivi ni vibaya na hii ni vizuri, hakuna. What exists ni kitu inaitwa karma. Ukisikia kitu inaitwa karma, hiyo ndio ina exist. Tuseme ni kuscam. In one way or another. Na si lazima ni scam you. It will come, the misfortune will come back to you. In one way or another. Utalipia. In this life or the next life, lazima itarudi. So hata huyo rafiki yako wa high school mwenye ulipotea na deni yake lazima itakurudia. In one way or another. Ndio maana unateseka sana. Na si lazima mtu akatae na deni yako. Yaani unatry kumaanisha ukifanyia mtu kitu saa hii itarudi na nini nyingine. Utalipa na je nyingine. Ndio inaitwa karma. As in when you do this there's a consequence. Kuna Bible verse hiyo but sijui ni gani but ilikuwa inaelezea kuhusu karma. Ukifanya kitu fulani there's a consequence for it. But the idea of ati hii ni mbaya ama hii ni mzuri does not exist. Mi hata nikiona mama anafanya prostitution mahali, I don't judge them. Sitamwambia ati hii ni kitu mbaya ama hii ni kitu mzuri. I do not judge them. As long as anaweza kufeed wale watu wa nyumbani. She's doing good. Na nikuulize sasa kama basi kumaanisha kama inalipishia hizi vitu zote. Sio ina maana basi hizi vitu zote tumelipia hapa duniani. So kama kuna bigoni unafaa kujajiwa tena. Mimi ndakwambia hivi. The concept of heaven and hell was also created for control by religion. As in hell, what I know, hell does not exist. We are living the hell right now. Tunateseka vile inafaa. This is the hell. In fact kwanza Kenya. This is the hell. Kenya Hakuna hell. Hell. This is the hell right now.
And na heaven, in this heaven iko. Heaven iko. You can create your heaven. Hakuna ingine tunaenda ni hapa. Hakuna, niko hapa. Tuanza kuishi vizuri. So mimi ndo kwambia hivi, kuna mtu ana live their very best life au kiteseka sasa. So hiyo ni heaven yake. Yeah, that is his heaven. So ukikufa umepotea. Hautapotea. There's no death. Aje. Kuna Bible verse ilikuwa inasema, ilikuwa Jesus, sijui alikuwa na heal mtu mgani. Disciple mmoja akamuulizaje, huyu jamaa, did he do wrong in this lifetime or the previous lifetime? And you know Jesus was a teacher, si ndio? Jesus did not correct this guy. So what does that tell you? Reincarnation is real. Reincarnation exists. Ushaikuwa in a situation, unaangalia tu hii situation, unasema it's like I've experienced this. I've experienced something like this. You know, this I don't have more details on this, but they say, don't ask me who are they. They say, when you die, everything you knew is wiped out. And you reincarnate through birth again. Yeah. So, ndio maana nakwambia karma is real. Hata hii lifetime ukifanyia mtu vibaya na ukufe bila kufanyiwa kitu kibaya, in the next lifetime lazima utalipia. So mtu anazaliwa tena. Yeah. So kama wewe ulikuwa mtu mbaya unazaliwa kama kuda. Unatandikwa maisha yako yote. Kuna kitu inaitwa consciousness. The consciousness does not die. Consciousness yenye ulikuwa nayo ndio itarudi tu dunia. Ndio utarudi tu the next life, I mean. So umesema hakuna hell na hakuna heaven. Hakuna hell na hakuna heaven. It was created, let me tell you the idea of heaven and hell. It was created by the big men who control the world. The idea of hell was created to instill fear in people and to control them. Ndio wasikwanga wanafanya tu kila kitu mtu anafikiria anaweza fanya. Exactly. Hebu niambie, if they did not instill fear in you, ati ukifanya hii kitu, there's somewhere you'll go na mtachomwa with the lava or with a red man in horns. Ukisikia hivyo kama ulivyoanza kuchukua kitu narudisha. Si ndio hiyo? Haya nikuulize. Haya. Kuna shetani? Shetani. Do you know the devil? We create the devil for ourselves. The devil can come in different types of ways. The devil can be your mindset. For example, vile unasema, youth anasema TikTok hailipi. That is your devil. You have created your devil there, right there. Or a thought comes into your mind and tells you, go and kill this person. Kwanza cut. Na uchukue hiyo thought, we entertain.